Yes. Amen. Nashukuru sana kwa nafasi hii ya upendeleo kabisa. Mungu awabariki sana kwa kufika wote na wote kuwa hewani. Nitaomba kwa ajili ya neno. Yesu Kristo mtakatifu, ninalibariki na kulitukuza jina lako Masia. Ninasema asante kwa kuwa ni mwaminifu sana na unatupenda upeo. Asante kwa kuwa ni mwaminifu, asante kwa kibali hichi. Katika jina lako tunaenda kujifunza sasa na mapenzi yako. Roho Mtakatifu katufundishe kwa jina la Baba na Mwana na Roho. Asante sana. Siku ya leo tutaangalia somo linalosema namna ya kufanya jambo jipya katika maisha yako, au mbinu au kanuni za kulileta jambo jipya ambalo lipo katika ulimwengu wa roho lionekane kwenye ulimwengu wa mwili. Ndio kichwa cha somo, namna au kanuni za kufanya jambo lililopo katika ulimwengu wa roho lije katika ulimwengu wa mwili. Ndio kichwa cha somo tutakachoenda nacho siku ya leo, na vitabu tutakavyovisoma ni Ufunuo 12 mstari wa 4, Samueli wa kwanza 4 mstari wa 9, mstari wa 19, 20 na 21, Ayubu 14 mstari wa tukianza na Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 4. Ufunuo wa Yohana sura ya 12 na ule mstari wa 4, ambapo Biblia inatuambia ya kwamba mstari ule wa 4 inasema, na malaika wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi, na yule joka akisimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake, naye akazaa mtoto mwanaume, yeye atakaye wachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Tuje tuangalie Samueli wa kwanza mstari wa 19. Samueli wa kwanza mstari wa 19. Biblia, Samueli wa kwanza sura ya 4 mstari wa 19, Biblia inatuambia, inasema, tena mkewe huyo Finiasi alikuwa mjamzito karibu kuzaa. Basi aliposikia habari ya kutwaliwa sanduku la Mungu na ya kwamba mkwewe na mumewe wamekufa, akajiinamisha akazaa, maana utungu wake ulimfikia hata alipokuwa katika kufa. Wale wanawake waliohudhuria karibu naye wakamwambia, usiogope, kwa maana umezaa mtoto mwanaume. Walakini hakujibu wala hakumtazama. Akamuita mtoto Ikabodi, akisema, huo utukufu umeondoka. Vitabu hivi vya mwongozo vinatuonesha kwamba ipo siri katika ulimwengu wa roho kuhusiana na kile ambacho kinachotakiwa kuzaliwa katika hii dunia na kile ambacho kinachotakiwa kuja katika ulimwengu wa mwili. So shetani anajitahidi kuzuia. Tumeona kwenye Ufunuo wa Yohana, shetani alikuwa yuko pembeni kuzuia kile ambacho Mungu alikuwa amekikusudia kuzaliwa ulimwenguni. Na tumeona kwenye Samueli, manake uzao wa Eli ulikuja kupata shida, manake shetani alifanikiwa kupiga uzao wa Eli ambaye alikuwa kuhani, na hivyo ikapelekea hata kile ambacho kilichozaliwa kikapoteza utukufu wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu sanduku la agano lilichukuliwa, na sanduku la agano lilipochukuliwa, tafsiri yake utukufu wa Mungu umeondoka katikati ya Israeli. Kwa inawezekana sanduku la agano limechukuliwa kwenye ulimwengu huu tunaoishi, ambao nchi yetu ya Tanzania,
Maanake utukufu wa Mungu umeondoka katika taifa tunaoliishi ambao ni Tanzania. Sasa kuna mbinu au kanuni za kurudisha hivyo vitu ambavyo vipo katika ulimwengu wa roho ambavyo aidha shetani amefanikiwa kuvichukua au shetani anaviwinda ili apate kuvichukua. Sasa tutaangalia hizo mbinu kwa ufupi sana ili tuweze kuzielewa, na tunapofanya maombi yetu tufanye maombi kwa mbinu ya kwanza, kujua sehemu ambayo yenye udhaifu au kujua udhaifu ulipo. Tutasoma kitabu cha Danieli sura ya 9 mstari ule wa pili. Danieli 9 mstari ule wa pili, ambapo tukianzia mstari wa pili, Danieli anasema kwa kuvisoma vitabu vya nabii Yeremia akapata ufahamu. Kwa jambo la kwanza anatukumbusha kwamba hili tuweze kufanikiwa kushinda kwenye ile vita ni lazima tupate ufahamu. Cha kwanza, kufahamu sehemu yenye tatizo, kufahamu changamoto ilipo, kufahamu nini ambacho tunakihitaji kitokee. Kwa bila kufahamu, manake hakuna ambacho utakachoweza kukifanya, kwa sababu hautajua namna ya kuomba na hautajua wapi unapotakiwa kukanyaga. Na ninasoma hicho kitabu, anasema katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu nalifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjilia Yeremia nabii ya kutimiza ukiwa wa Yerusalemu. Manake alipata ujumbe ambao ulikuwa umemjilia nabii, manake ilikuwa ni agizo kwamba ikifika miaka kadhaa mtatoka huku Babeli. Sasa manake asingefahamu wangeendelea kubaki pale Babeli, wasingefahamu wangeendelea kuteseka. Sasa anapata ufahamu, anaingia kwenye maombi. Asingeweza kuingia kwenye maombi kabla ya kufahamu. Kwa mbinu namba moja, ni lazima ufahamu tatizo liko wapi. Ni lazima ufahamu ahadi zako kwa Mungu. Ni lazima ufahamu ahadi za Mungu kwako. Ni lazima ufahamu sehemu gani ambayo unatamani kufika. Ni lazima ufahamu sehemu ambayo Mungu amekuwekea ili kufika. Kwa Danieli anatukumbusha kwamba kwa kuvisoma vitabu basi akafahamu kwamba miaka iliyotabiriwa na Yeremia ya ukiwa sasa imefika. Kwa tuna nafasi ya kutoka kumwomba Mungu ili atutoe kutoka Babeli kutupeleka sehemu ambayo inatustahili. Vivyo hivyo sisi tuna nafasi ya kumwomba Mungu ili atutoe kwenye hali ambazo tunazopitia, ili atupeleke sehemu ambayo tunatakiwa tuwe. Kuna hali ambayo inaendelea kwenye taifa, kuna nafasi ya kumwambia Mungu kwamba tumefahamu kuna sehemu kuna udhaifu kwenye kanisa, kuna udhaifu sehemu fulani. Kwa Mungu tunaomba sasa ututoe kwenye hii hali, utupeleke kwenye hali nzuri. Bila kutambua au bila kujua sehemu yenye shida hatuwezi tukatoka. Kwa mbinu namba moja ni kufahamu sehemu. Mbinu namba mbili, baada ya kufahamu, ni kufanya maombi ya toba ya kweli. Kufanya maombi ya toba ya kweli. Na tunaweza tukaangalia kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 19. Inatufundisha au inatupa ufafanuzi kwenye hicho kipengele cha kufanya maombi ya toba ya kweli, ambapo Biblia inatuzungumzisha hivi kwamba basi mstari wa 19 Biblia anasema tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa za kuwepo kwake Bwana. Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwepo au kuwako kwake Bwana. Maana yake baada ya kufahamu, kwa sababu Petro alikuwa anazungumza
alikuwa anazungumza na viongozi wa dini akiwaambia namna Yesu alivyofanya baada ya wao kufanya miujiza pale Mlango Mzuri na kukamatwa, akawapa ufahamu. Baada ya ufahamu akawaambia, tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuwepo kwake Bwana. Sasa nini kinatokea baada ya kutubu? Kinachotokea manake ni kuja nyakati, manake kile ambacho tunachotaka sasa kije kitatokea. Kwa nini? Kwa sababu tumefanya maombi ya toba. Ndio maana anasema tubuni mrejee ili zipate kuja nyakati. Tukiangalia maana yake mstari ule wa 20, apate kumtuma Kristo Yesu mliyewekewa tangu zamani. Manake baada ya kufanya maombi ya toba, Yesu Kristo anaachilia nguvu zake. Yesu Kristo anakuja kwenye lile eneo kufanya badiliko. Sasa tukirudi hapa, anasema zipate kuja nyakati za kuburudishwa. Manake kuna nyakati ambazo tunapitia si za kuburudishwa, ni za huzuni. Sasa ili zije nyakati za kuburudishwa, ni lazima tuingie kwenye maombi ya toba, na huwezi kuingia kwenye maombi ya toba bila kufahamu. Na ndio maana mstari wa 18 anasema, lakini mambo yale aliyohubiri Mungu tangu zamani kwa kinywa cha manabii wake wote, ya kwamba Kristo wake atateswa, ameyatimiza hivyo. Maana yake aliwatazamisha ili wafahamu, ambaye wanayetakiwa kumuomba toba, ili wafahamu kwamba yule Kristo tayari alishasulubiwa. Kwa maana yake ile damu waliokuwa wanaisubiri ya mwanakondoo au damu imwagike msalabani, anawakumbusha kwamba tayari imeshamwagika msalabani. Kwa kinachotakiwa sisi kufanya ni kufanya maombi ya toba ili zipate kuja nyakati za kuburudishwa. Tukirudi kwenye kitabu cha Danieli sura ya 9 mstari ule wa 2, tuanzie pale ambapo tuliona kwamba kwa kufahamu Danieli. Sasa baada ya kufahamu nini alifanya Danieli? Baada ya kufahamu ambacho kinachotakiwa au baada ya kufahamu kuwa kuna makosa, Danieli aliingia kwenye maombi ya toba. Manake yule nabii Yeremia baada ya kutabiri, na Danieli baada ya kufahamu kwamba kuna kilichotabiriwa na Yeremia, sasa Danieli ilibidi aingie kwenye maombi ya toba. Ndio pale tunaangalia Danieli sura ya 9 ule mstari wa 4, anasema, nikamuomba Bwana Mungu wangu, nikaungama nikasema, Bwana Mungu mkuu mwenye kutisha, aishikae maagano na rehema kwao wampendao na kuzishika amri zake. Kwa maana yake alifanya maombi ya toba. Sasa ukisoma vizuri kitabu cha Danieli, maana yake kwenye toba kuna vitu vifuatavyo. Kwenye toba, kwenye maombi ya Danieli, kitu cha kwanza, ukitokea ule mstari wa 2, kitu cha kwanza alichozungumzia kwenye mstari wa 3, nikamwelekea Bwana Mungu uso wangu ili kutaka maombi na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu. Kwa maana yake ndani ya maombi ya toba alimwelekea Bwana. Kukawa na ishu ya kufunga ndani ya maombi ya toba, kukawa na kujidhiki au kujiona si kitu. Ndio maana akazungumzia kuvaa mavazi ya magunia, maana yake kujiona si kitu. Na kuna kitu akazungumza, maana yake kufunga na kufanya dua. Dua ilikuwa inamaanisha nini? Dua ni Kiarabu, lina maana kuomba msaada. Ni neno ambalo linamaanisha kuomba msaada, ambapo kwenye kuomba msaada kuna maneno yafuatayo. Humo ndani kuna vitu vifuatavyo, au kuomba msaada au dua imebeba vitu vifuatavyo. Kitu cha kwanza, imani. Kitu cha pili, unyenyekevu. Kitu cha tatu, kumtegemea huyo Mungu ambaye unamuomba toba. Kwenye kanuni namba 2 ilikuwa ni kufanya maombi ya toba, na tumeangalia kitabu cha Matendo
sura ya 3 mstari wa 19 na tukarudi kwenye kitabu cha Danieli sura ya 9 mstari wa 2 hadi wa 5. Kanuni namba tatu ni kuongeza nguvu na mwendelezo wa maombi ya mfumo wa muda mrefu au maombi ya mfumo wa dua. Kwa kuna vitu viwili, kuongeza nguvu na kufanya maombi. Sasa kuongeza nguvu kunahusisha uwepo wa Roho Mtakatifu, na ndio maana Yesu alivyoondoka akawaambia wanafunzi wake, msiende kuhubiri, mkae hapa mkisubiria ile ahadi iliyotabiriwa na Yoeli 2:28 kwamba atawajiria Roho Mtakatifu na nguvu zake. Kwa maana yake kuongeza nguvu kunamuhusisha kabisa Roho Mtakatifu, kwamba akija nguvu zinaongezeka, ambapo tutaangalia kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 2, anasema hata ilipotimia siku ya Pentekosti walikuwako wote mahali pamoja, kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo, na nguvu ikienda kasi ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kuwatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao, wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Sasa sura ya kwanza ya Matendo ya Mitume mstari wa 8 anasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajiria Roho Mtakatifu ndani yenu. Maanake ipo nguvu ndani ya Roho Mtakatifu. Kwa kanuni ya 3 ni lazima kujaa nguvu za Roho Mtakatifu au kujaa Roho Mtakatifu ambaye ataachilia nguvu. Kwa kipengele ndani yake sasa kuna kipengele cha maombi ambayo ni ya muda mrefu, alafu ya namna au ya mfumo wa dua kama alivyofanya Danieli. Na nimezungumzia dua ni nini, nimeshakufafanulia. Dua ni Kiarabu ambayo inamaanisha lina maana kuomba msaada, ambapo ndani ya dua kunakuwa na imani thabiti, unyenyekevu na kumtegemea Mungu. Sasa maombi ya muda mrefu tumeagizwa pia kwamba kwenye kitabu cha Luka ile sura ya 18 Biblia inasema kwenye kitabu cha Luka ile sura ya 18, kitabu cha Luka sura ya 18 mstari wa kwanza, Biblia inasema akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Kwa maana yake kumbe kuna siri ndani ya kumuomba Mungu siku zote bila kukata tamaa. Kuna siri ya kumuomba Mungu siku zote bila kuchoka. Kuna siri ya kufanya maombi ya toba muda mrefu bila kuchoka. Maanake unapofanya maombi ya toba kwa muda mrefu, unamwambia Mungu kwamba mimi siwezi, unanyenyekea mbele za Mungu, unaonesha imani yako thabiti kwa Mungu, unaonesha namna ambavyo unamtegemea Mungu, na ni maombi ambayo yamebeba dua ndani yake, ambapo dua ndani yake imebeba hivyo vitu. Kwa tukisema maombi ya toba ndani yake kuna hivyo vitu, na ni maombi ambayo ni ya kufanya kile kitu ambacho kipo sirini kionekane, kufanya kile kitu ambacho tunakihitaji kiwe halisi katika ulimwengu wa mwili kije katika ulimwengu wa mwili, kufanya kitu ambacho tunaona hali haipo sawa, tuna uwezo wa kuingia katika maombi kufanya vile vitu ambavyo au sawa tunaohitaji ambao upo katika ulimwengu wa roho kuja katika ulimwengu wa mwili. Bila kufahamu au kufuata hizi kanuni hatutaweza. Inabidi tufuate hizi kanuni kufanya yale ambayo Mungu amekusudia kufanya ndani ya maisha yetu. Yesu Kristo asifiwe. Natumaini umeelewa na umejifunza kile ambacho Mungu amekusudia wewe ufanye na amekusudia wewe ujifunze. Nimesema mbinu ya kwanza ni kujua sehemu ambayo ipo na shida, kujua sehemu ambayo kuna changamoto, kujua sehemu ambayo inatakiwa ifanyiwe marekebisho, lazima uijue. Na tukaangalia kitabu cha Danieli, tukaangalia kitabu cha Matendo ya Mitume,
sura ya 3 mstari wa 19, Danieli sura ya 9 mstari wa 2. Tukaangalia hivyo vitu na vitabu ambavyo vinavyotuongoza kwamba vitu gani ambavyo vimefungwa, vitu gani ambavyo vipo katika ulimwengu wa roho kwa sasa. Ni kitabu cha Ufunuo sura ya 12 mstari wa 4, Isaya kitabu cha Isaya sura ya 4 mstari wa 19, Samueli wa kwanza 4:19 hadi 20, Ayubu 14 mstari wa 7 hadi wa 8, ambapo tunachokuwa tunakitazama, tunachokuwa tunajifunza ni mbinu au kanuni za kurudisha kile ambacho kimepotea, kile ambacho kimejificha kipo rohoni, kile ambacho tunatamani kiwe. Kwa hizo ni mbinu au kanuni ambazo ukizifuata, maana yake kuna kitu ambacho unaweza ukakitengeneza katika ulimwengu